Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa tutaweza kuomba ili tuweze kuweza kujifundisha mambo yanayohusiana na unabii, kwa maana unabii ni taa ambayo inafaa kutuangazia barabarani wakati tunaposika barabara ya kuenda mbinguni. Kwa maana tunatakiwa tuende mbinguni na tutaenda kwa njia zetu, tunafaa kuendea njia ya pekee ambayo ni Yesu Kristo. Kwa maana Yohana 14:6 Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kuna ramani ambayo tumepewa ya kuenda mbinguni, vile barabara ilivyo, vile ambavyo tunafaa kufanya ili tuweze kufika mahali ambapo tumeandaliwa. Kwa hivyo tutaweza kuomba ili tuweze kuendelea na fundisho hii, ili tuweze kuandaa tabia, tuweze kutengeneza tabia zetu, tuweze kujirekebisha mahali ambapo tumeweza kuenda mbali ama kutanga mbali na neno la Mungu, ama mahali ambapo tumeweza kutanga mbali na uwepo wa Mungu. Kwa hivyo tutaweza kunyenyekea, tuweze kuomba. Baba yetu utupendaye sana, jina lako litukuzwe, limidiwe milele sote. Asante kwa kuona ni vyema uweze kutukusanya tuweze kulisikia neno lako. Watoto wako wanakusikiliza, nena na wao. Yale ambayo umekusudia niweze kunena na wao, naomba niyulize, unikumbuze mapenzi yako yaweze kutimizwa. Pia wale ambao wanafuatilia mtandaoni, wabariki, waelimishe, na nikupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo na wakaribisha pia wale ambao wanaonifuatilia mtandaoni huu wa This Way Ministry. Karibuni tuweze kujifunza unabii. Na hapa niko mahali ambapo ni shuleni. Sasa imefunguliwa tena na tunaendelea na kujifunza neno la Mungu. Kwa majina naitwa David Ruito, na niliweza kutoka sehemu za Meru nikaweza kushiriki katika eneo hili ama kufika eneo hili ili kuweza kuendelea na jukumu ambalo Mungu ameweza kunikabidhi, na amekabidhi watumishi wake kadri Mathayo 24:14. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote na kwa ushuhuda kwa mataifa yote, na hapo ndipo ule mwisho utakapofika. Kwa hivyo ningeomba tuweze kuingia kitabu cha Daniel chapter 7. Msomaji, tuko pamoja? Daniel chapter 7 verse 6. Hapa ndipo tunajifunza mnyama huyu. Daniel chapter 7 verse 6. Daniel chapter 7 verse 6. Ndio soma. Kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine kama nani? Samani ni mstari wa 5. Soma mstari wa 5. Natazama mnyama mwingine wa pili kama nduvu. Endelea. Soma. Natazama mnyama wa mwingine wa pili kama nduvu. Endelea. Na alikuwa naye aliinuliwa upande mmoja,
na mifupa mitatu ya mbavu. 1 2 3. 1 2 3. Endelea. Ndio. Mnyama huyu akaambiwa hivi, inuka ule nyama tele. Huyu mnyama ni mnyama anayehusiana na ulaji, yaani ni mnyama ambaye anahusiana na kumwaga damu. Kwa maana ili ule nyama damu inakuwa imemwagika. Sasa siingili saende kwa jambo hilo. Kwa hivyo tumeweza kuona huyo mnyama wa pili anafananishwa na nduvu. Na ufalme tukisoma katika Danieli 8 mstari wa 20 na 21 tunaona utawala ule ambao utawala wa Babeli na utawala wa Medo-Persia, ama utawala unasimamia Uamedi na Uajemi. Utawala huu ambao unawakilisha Uamedi na Uajemi, kuna mambo ambayo yaliweza kuletwa. Ni watu ambao walikuwa wameweka sheria ambayo haibadiliki. Kwa hivyo Uajemi ni kabila. Uamedi ni watu. Ningeomba utulia kwanza, utaweza kuuliza swali baada ya kukamilisha. Kwanza tumeweza kuona utawala huu ni utawala wa Wamedi na Wajemi. Na utawala huu kuna mambo uliweza kuleta mambo ambayo ni kinyume cha Mungu, na hata leo watu wameyafuata. Mfano, utawala huu ndio uliweza kuleta tabia ya kuambia ama tabia ya kuita ya kupea watu jina ama watu kuchukua jina la Mungu. Yaani watu kuheshimiwa kama Mungu. Hiyo ni utawala huu uliweza kuleta. Na uliweza kuleta wakati gani? Daniel chapter 6 verse 1. Ningeomba uweze kusoma Danieli 6 anzia 1. Wakati mtawala aliyekuwa akitawala utawala huu alikuwa anaitwa Dario. Wakati mtawala huu alikuwa akitawala utawala huu, tunaona Danieli aliweza kusimama kwa uaminifu. Na kwa sababu Danieli hakusimama kwa uaminifu kwa Mungu ambaye alikuwa akitegemea, ambaye ni Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu wa Israeli. Yaani wakati Danieli aliweza kumtegemea Mungu huyo, watu ambao ni Wamedi waliokuwa katika serikali ya Wamedi na Wajemi waliweza kutunga sheria kwamba mfalme wa Dario ambaye alikuwa akitawala utawala huu aheshimiwe kama Mungu muda wa siku 30. Muda wa siku 30. Na soma hata mstari wa 7 tu. Daniel chapter 6 verse 7. Amefanya ushauri pamoja na kuweka amri ya kifalme. Na kupiga marufuku. Endelea. We. Soma hilo andiko msomaji. Endelea. Endelea. Wa siku
muda wa siku 30. Muda wa siku 30 kila mwaka. Ehe. Mfalme Ehe. atatupwa katika tundu la simba. Endelea. Sasa mfalme, piga marufuku. Endelea. Ukatie sahihi maandiko haya. Ehe. Yasibadilike. Ehe. Kama ilivyo Sheria ya Wamedi na Waajemi. Sheria ya Wamedi na Waajemi haikuwa inabadilika. Na hapo ni vile sikuwa na niendelee kwa hiyo jambo ya kuangalia vile utawala uliweza kuleta tabia ya kumwabudu mwanadamu kama Mungu. Tabia utawala huu wa Wamedi na Waajemi ulileta tabia ya kumwabudu mtu kama Mungu. Wakaleta tabia ya kuita watu majina ya Mungu. Unakuta mtu anaitwa Baba Mtakatifu. Unakuta mtu anaitwa Reverend. Hayo ni majina, hiyo ni majina ama hilo ni jina la Mungu. Na kwa hivyo sikuwa naangalia jambo hilo zaidi. Kile ambacho nilikuwa naenda kuangalia ni kwamba mambo ya decoration, mambo ya beauty contest. Ila watu wanaenda kujirembeza, hawajui ilitokea wapi. Mambo ya kuweka dhahabu, mikufu, Nikaona nchi mpya. watu kujibadilisha. Unakuta wengine wanaweka tattoo katika miili yao. Nakuta mtu anaenda anapakwa mikono yani anawekwa mandoandoa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo alikuwa kusudi la Mungu. Wengine wanapaka kucha rangi, lakini hawajui ilitokea wapi. Ningeomba uweze kusoma Esther chapter 1 verse 1. Esther chapter 1 verse 1. Kwa maana neno la Mungu linatuonya kadri kitabu cha Timotheo wa pili 3:16 navyosema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, lafaa kuwaonya watu makosa yao, tena linafaa kutuongoza. Niomba uweze kusoma hiyo kitabu cha Esther chapter 1 verse 1. Umefika? Chapter 1 verse 1. 1:1. Samani za Ahasuerusu. Samani za mfalme Ahasuerusu. Endelea. Naye huyu alimiliki kutoka bara Hindi, yani India, mpaka Kusi. Kusi kwa jina lingine ni Ethiopia. Alimiliki kutoka India hadi Ethiopia. Huyu anaitwa Ahasuerusu, mfalme Ahasuerusu. Endelea. alipoketi katika kiti cha enzi cha
Huko Susani Ngomeni. Endelea. Huyu mfalme tunaona ukifuata historia yake aliweza kufanya karamu. Na wakati alipofanya karamu alisema mke wake aweze kuja aonyeshe uzuri wake. Na wakati alipokataa akaweza kuchaguliwa katika majimbo yote atafute mke ambaye ataishi naye. Na wakati walipoitwa wakapewa muda wa mwaka mmoja, miezi 12 waweze kujirembeza, na hapo ndipo mambo ya urembo ama mambo ya beauty contest hapo ndipo yaliweza kuendelea. Kwa sababu gani? Mfalme aliweza kuwapea muda wa kujirembeza. Sasa unaona mnyama huyu ama utawala huu ukawa umeweza kutoa amri hiyo. Esther chapter 2 verse 12. Chapter 2 verse 12. Basta mtoto hapa chini mkande. Je, mtu akaangukia akafa utasema nini? Utaandika nini? Wasmile hapo kama mlini. Endelea. 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 Waliona elimu ya nyakati. Endelea. Maana ndivyo ilivyokuwa desturi ya mfalme kwa wote waliokuwa duniani. Na karibu naye Nani anaweza msaidia? Mimi hapa. tunaendelea pasta. Wewe pasta wewe. Wewe pasta wewe. Unadhani nawe. Na pasta kwa gasha kimero lakini usikie. Endelea. Moja hapo ingia kwa mfalme. Asiruhusu. Endelea. Endelea. Miezi 12 wafanya nini? Endelea. Yaani ndivyo ilivyotimia Siku sawa za kujitakasa. Endelea. Miezi 6 ya mafuta ya manemane. na miezi 6 za vifaa vya zakato. Na vifaa vya nini? Endelea. Mwanamwali sikia hivyo kwa mfalme. Kila kitakachopewa. Hata ukitulia hapo. Hapa tunaona walipewa vitu vya kujirembeza. Mafuta ya manemane, vitu vya utakazo. Hivyo vitu vyote walipewa. Eyeshadow, lipstick, lip balm. Na ndivyo kwa maana Mungu akutakia watu wake kupaka rangi. Naona kuna hata wengine wanapaka rangi mikononi. Ai, maandiko inakataa. Unaona hata tatu. 19:28 kitabu cha Levitika. Walawi iko mbele huko. Wewe kwa hivyo kuchora tatu vibaya. Ni vibaya kwa mujibu wa maandiko. Ni kweli ni vibaya. Mungu ameangusha nini? Walawi 19 mstari 28 inasema nini?
Walawi 19 mstari wa 28. Usitaje chale yoyote katika nyama ya mwili Endelea. Bwana nilikuwa na chana tatu. kwa ajili ya wao. Wala msisadiki alama. Msichore. Msiandike alama mwilini. Wala msiandike alama miili yenu. Hiyo ni tatu. Maandiko inakataza tatu. Iweze kuwa ni ile nini? Bwana ukiweka kuna shida gani? Maandiko inakataza. Asuni starehe yako. Hata ukisema kuna wengine Wanaweka paka samacho. wanajichora hicho tatu. Asiko smart hoja hiyo. Kujiandika miili yao. Mtu anaenda anasema mimi niandike nichore huwa hapo hapa kwa mkono. Unachora. Lakini maandiko inakataza. Jambo lingine, ukiona wewe unaenda unasema uchoro katika mwili wako, unaenda kinyume na kusudio la Mungu. Jambo lingine, ukiona ukichukua hii mikufu watu wanapandia, naona ni kawaida. Si, unaona jambo lingine, watu kuweka hizi zinaitangwa nini? 35 mstari wa 2 kitabu cha Mwanzo. Kama hiyo maandiko inakataza. Mstari wa 2. Yakobo akamwambia, unasikia? Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake Na wote waliokuwa pamoja naye. Wale wanaongea wakimbie. Kitu chako kikimbie. Tunasoma Mwanzo 35 mstari wa 2. Inasema nini? Soma. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake wafanye nini? Unaona hiyo Mungu uko nayo hapo? Akawaambia ondoeni miungu migeni. Najua kuna wengine wako na miungu hapa tu na wajui. Endelea na andiko. Na tena kuna hata nguo ambazo watu wanafaa kubadili. Kuna nguo ambazo wanafaa kubadiliza. Wakati ambapo watu wanahitaji kuenda kumtolea Mungu ibada, wakati watu wanafaa kumtumikia Mungu, kuna mavazi ambayo wanafaa kuvalia, kuna mavazi ambayo wanafaa kutoa wavalie mengine ili waweze ibada yao iweze kukubalika. Leo unaenda ibada, wewe unakaa kama unaenda kulala. Yaani unavalia nguo ambazo za kulala. Yaani unatembea tu nguo za kulala unavalia na unaenda nazo kanisani. Zimeandikwa wapi za kulala? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imesema miungu migeni muweze kuiondoa na mavazi yenu muweze kuyavua, muvae mavazi mengine. Ile tufanya nini? Endelea na mstari. Ili tuondoke tuende Betheli. Kufanya nini? Kufanyia Mungu madhabahu ili madhabahu yaweze kukubalika. Kuna vile jinsi ambavyo tunafaa kuvalia, kuna jinsi ambavyo tunafaa kuwa tunaishi ili ibada iweze kukubalika.
ili tuweze kumjengea Mungu madhabahu. Kuna vile ambavyo tunafaa kuvalia, tumeweza kuona tukaambiwa tatu tusiandike miili yetu, tusije tukaandika. Usiandike, na kama uliandika hiyo tatu katika mwili wako, kwa maana najua hata ukitubu sahi haitaondoka sahi. Hata ukitubu Mungu atakusamehe ukitubu kwa kweli. Itakuwa hapo tu hadi siku ya mwisho ndio itaweza kuondolewa. Fuli basi nitachora fuli. Hiyo sasa nayo haifai. Haufai kutenda dhambi, unajua hii ni dhambi na unatenda ukiona. Mtatubu. Uzore tatu alafu uende ukatubu. Mbona usizore? Sinieri usizore kwa maana unajua ni dhambi. Maandiko imetukataza. Mstari wa 4, tusomee mstari wa 4 hapo. Tusikie hiyo miungu migeni ni gani? Kwa maana wengine wako na miungu migeni hapa na hawajui. We, sikiliza, Mungu mgeni uweke kando. Mstari wa 4 inasema nini? Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao. Haya, kumbe mtu anaweza kubeba miungu kwa mikono. Miungu iliyokuwa mikononi mwao. Endelea. Na pete zilizokuwa masikioni mwao. Kumbe pete zikiwa juu ya masikioni mwetu ni miungu na ujui. Naona ni urembo. Naona ni urembo uko hapo, lakini ni maandiko ya Bwana sasa wana mafisha na pete. Wewe. Alisia andiko. Na Mungu kwa mdogo. Pia Yakobo akazipita chini ya mlondoni. Ulioko Sekemu. Tumeambiwa mtu anaweza kuwa anabebana na miungu. Na kama unatamani kurudi nyumba ya baba yako ambaye ni Mungu, achana na vitu vya shetani. 31 kitabu cha Mwanzo. 31 kitabu cha Mwanzo. Ilete hapa nikuchukue video. Sawa, soma. Basi sasa umetoka kwa sababu umetamani sana nyumba ya baba yako. Mbona basi umeiba miungu yako? Yakobo akajibu. Akamwambia. Labani kwa sababu. Rundia hiyo mstari tena 31:30. Basi sasa umetoka kwa sababu umetamani sana nyumba ya baba yako. Endelea. Mbona basi umeiba miungu yako? Wengine wameiba miungu. Hapa ni Labani akizungumza na Yakobo. Wengine wameenda na miungu. Na nikwambie, hiyo vitu ambavyo umebeba unafaa kuviweka kando. Kwa sababu gani? Baali alikuwa pia anafukisiwa uvumba, ama Baali alikuwa anatolewa ibada kwa njia ya kunjirembeza na watu hawajui. Unaona hivyo vivuli ambavyo unaona mkiweka kwa masikio, unaweka kwa zingo, mikononi, kwa vindole, hiyo miungu yote ni migeni. Na niwaambie, Baali alikuwa akiheshimiwa. Unaona Mungu ambaye anaitwa Baali alikuwa akiheshimiwa kwa njia ya kunjirembeza kwa njia hiyo. Hosea 2:13. Kitabu cha Hosea 2:13. Hosea iko mbele ya Danieli.
Hosea 2 mstari wa 13. Pastor. Benjamin Kilima alienda. Pastor. Soma. Nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za mabaya Endelea. aliyowafukuzia uvumba. Endelea. Hapo alipojipamba kwa pete masikioni mwake. Kwa vitu asema Bwana. Endelea. Kwa hiyo angalia, Eh, mimi nitamshawishi na kumletea nyikani. rudia tena hiyo haya, rudia yote. Kwa hiyo angalia, Kwa hiyo angalia, mimi nitamshawishi mimi nitamshawishi. na kumleta nyikani Endelea. na kusema naye maneno ya kumtuliza moyo. Na anzia mahali ulioanzia mstari wa 13. Nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za mabaya Nitamwadhibu kwa sababu ya siku za Mabaali aliwafukuzia uvumba. Alipowafukishia uvumba. Hapo alijipamba kwa pete masikioni mwake. Hapo alipojipamba kwa pete masikioni. Mungu atukuzwe kwa ajili ya neno lake. Kwa hivyo tunaona Baali alikuwa akivukisiwa uvumba kwa njia ya kuvalia pete masikioni. Ama hivyo vivuli, vinaitwa vivuli, si ndio? Vivuli vya masikio. Vipuli. Hivyo sasa. Hereni. Sema hereni ndani. Sasa tumeweza kuangalia hivi vitu sio mapenzi ya Mungu, watu wafanye nini? Waendelea kujirembeza navyo. Ndivyo kwa maana kitabu cha Wafalme wa pili, 2 King chapter 9 verse 30. Tusikie vile neno la Mungu inaendelea kutusaidia. Nyakati wa Asamani, Wafalme wa pili, 2 King chapter 9 verse 30. Sure. Wafalme wa pili 9:30. Ni mzima. Tisa 30 kitabu ni cha Wafalme wa pili, 2 King, yani Wafalme wa pili 9:30. Second King chapter 9 verse 30. 2 King Ndio. chapter 9 verse 30. hata Yehu alipofika Hata Yehu alipofika Yezreeli, Jezebeli akapata habari. Akafanya nini? Akapata habari. Akatia waja machoni pake. Makosa. akapamba kichwa chake. Akapamba kichwa pia. Akachungulia dirishani. Mungu atukuzwe kwa ajili ya neno lake. Huyu anaitwa nani? Jezebeli. Anapaka nini macho yake? Eyeshadow. Hiyo rangi inaitangwa aje? Eyeshadow. Rangi gani? Hii wake Lipstick. si ndio? Lipstick. Waja. Wewe lipstick wa kudanganya. Lipstick ni ya mdomo pale. Disco light basi. Disco light. Huyo ni anaitwa nani? Jezebeli. Na akatengeneza nini? Kichwa. Yani kichwa chake akakipamba. Kama hivi. Kusuka nywele sasa. Hivyo hapo hapo. Akapaka hiyo kunjipondoa. Alafu akafanya nini? Kichwa chake akafanya nini? Akapamba kichwa chake. Kichwa alipamba kwa njia gani? Kipodozi. Kichwa na kipamba kwa njia ya kusuka nywele. Na hiyo Mungu anakataza.
Petero wa kwanza 3 mstari wa 3 soma. First Peter chapter 3 verse 3. Neno la Mungu linatukataza. Hata kama ukiona andiko linakaa kama linakuelekea, wewe usinikasirikie. Huo ndio kweli wa mama. Kuelekea nani pastor? Na sote wanaume. Petero wa kwanza 3 mstari wa 3 ama Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 9. Inasema wasichana msisuke nywele zenu maana haijaandikwa kwenye Biblia. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 9. Nyoeni nywele zenu. Wa Kolosai, wa Thessalonike, Timotheo, hivyo ndivyo vimefuatana. Ukitoka kwa Thessalonike, Timotheo iko mbele hapo. Pastor. Timotheo wa kwanza 2:9. Pastor, na swali kabla hajafika. Wasikia? Kizamba pastor. Wadepi? Hao wanazungumziwa hapo ni wanawake. Hata Jezebeli alikuwa nani? Mwanamke. Timotheo wa kwanza 2:9 inasema nini? Vivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Mavazi ya kujistiri ni mavazi ambao wanavalia uchi wao, hauwezi ukafanya nini? Ukaonekana, kwa maana wamevalia mavazi ya kufanya nini? Ya kujistiri. Endelea. Pamoja na ndavu nzuri. Endelea. Na moyo wa kiasi. Si kwa kusuka nini? Lakini wengine wanakaa kama wanaweka miwanu ya mbao. Andiko inasema wanawake wasisuke nini? Na andiko linasema wasisuke nini? Nywele. Lakini wengine wanakaa kama wanaambiwa sukieni. Mtu anaenda anasokota. Malizia andiko. Wala nini? Kwa dhahabu na lulu. Wala kwa dhahabu na lulu. Wala kwa nguo za thamani. Wala kwa nguo za thamani. Wengine wana nguo za thamani. Unajua nguo za thamani zile zinazungumziwa hapo. Si kama zenye umevaa hapo, sio za thamani. Kuna nguo ambazo unanunua za thamani, nguo inafika huku, inatoka huku, inafika huku, lakini hapa yani inaitwa siliti ama inaitwa nini? Pastor na bibi kweli. Yani imefasuliwa kutoka hapa hadi huko chini. Hiyo ni siliti, si ndio? Yani imetengenezwa ikiwa nzuri lakini imeharibiwa. Wengine wanavalia fashion. Passion. Ai, wengine wanavalia nguo ambazo zinaenda mtu akiteremka hivi. Ai, hatari sana. Hata pesa ikianguka chini. Unaona pesa ikianguka chini, mtu kuteremka kuokota pesa hivi. Watu wanaangalia, wanaona huyu mtu ni kama hakuna nguo amevalia. Na watu wanapenda iwe hivi. Hiyo ni hatari. Sasa ukiambiwa usituke nywele, usione kama maandiko inakuonea. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake, wanaume na wao ukiona ukiweka rasta, uone hiyo ni kinyume na Mungu na kusudio la Mungu. Ukiona mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake. Wakorintho wa kwanza 11:14. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 14. Wakorintho wa kwanza. Naona hilo andiko unalitafakari sana lakini Wakorintho wa kwanza ngapi? Wakorintho wa kwanza 11:14.
Watu wanafaa kuvalia vizuri. Ukiwa nyumbani, ukiwa shuleni, ukiwa popote, unafaa kuvalia. Kwa maana vile unavalia, vile unaongea, vile unafanya, hao ni wahubiri wa kila siku ambao wako hai. Soma. Je, hayo mahubiri yanafundisha kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:14 inauliza, je, maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Haya. Kumbe mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake. Sasa unaweza kuuliza aibu gani? Mwanaume akiwa na nywele ndefu aibu gani? Nikwambia ukiwa na nywele ndefu pale mitaani wakora. Suspect ni nani? Wewe. Ni murasta. Mbona ile Pastor Madevu ana rasta? Mbona achukuliwe kama mkora kule? Ndio kahubiri hapo gongoni hapo sasa tuna rasta. Ushiko goto wewe. Hakudanganya tuhubirie sisi hapa. Neno la Mungu linahubiriwa watu wote. Bora lina pumzi ya uhai. Na tena liko hai. Tumeambiwa maumbile hayawafundishi ya kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake, lakini mwanamke amepewa. Malisia andiko nisije nikanukuu maneno yangu. Malisia andiko. Sasa tuombe. Naona Pastor. Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Endelea Malisia andiko. Kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Mwanamke akiwa na nywele ndefu amepewa nywele ndefu badala ya mavazi. Sio lazima afunike akiwa na nywele ndefu. Lakini si za kuongezea hizi, unaona mtu anaenda anachukua nywele zingine zinaongezewa kwa kichwa, sio hizo. Sio. Ndefu Pastor. Ziwe ndefu kama ni fupi. Si za kuongezea. Maandiko kama tusiongezee nywele. Kitabu gani Pastor? Imesema wamepewa nywele ndefu badala ya mavazi, si za kuongezea. Kama huna funika kichwa. Rundi mstari wa 5. Swali nzuri. Ndefu hizi ndefu. Mstari wa 5. Bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa kaibisha kichwa chake. Endelea. Kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Ni sawasawa na yule aliyefanya nini? Nyolewa. Aliyenyolewa unafaa kufunika kichwa. Ama ukiwa na nywele ndefu sio lazima. Mimi kujifunika. Hiyo mwanaume hafai kufunika kichwa. Sawa, aliye na swali. Mimi na swali. Kitabu cha Yeremia 4:30. Mimi na swali. Ndio. Nikuulize. Ndio. Haya mavazi ya tamani. Mbona nitengenezwa huku duniani? Mavazi gani? Haya ya tamani. Hayo ya tamani. Hayo ni split ya kwanza huku kwenye hips mpaka. Hiyo unaona? Wale ambao wanaunda. Wewe mngoja. Wanaweza kuwa wengine wanaunda hawana roho wa Mungu. Na nenda kanisani hawana roho. Wengine hawana roho wa Mungu. Wale ambao wanaandaa hizo mavazi hayo kama venye umevaa. Hayo mavazi. Kwa hivyo wewe Biblia inasema tu avae makoti. Na ndivyo kwa maana zamani ili neno hata wale watu ambao wataandaa nguo za makuhani ni watu wenye roho wa Mungu ndani yao.
Ndani yao, umesikia? Ndani sana. Haya, sawa pasta. Ana swali huyo naye mswalishe. Lengo la swali. Mbona tunataka sana? Mimi naitwa David. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Boiler. Unaitwa Boiler. Swali lako? Swali yangu. Mbona nasema mvulana sijui haruhusiwi kuwa na nywele kubwa kwa afa haruhusiwi kufunga hedi. Ni kwa sababu hii Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 4. Kwamba mimi mwizi. Lakini ndio umendanganya. Mdanganya nini? Mungu akusamehe. Mungu asamehe na kwa nini nikufa? Na usipoomba msamaha hata nikikuombea. Najua Mmoja yote lakini mimi siamini asije. Mimi siamini asije. Wewe sali. Wakorintho ngapi? Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 10 na Mungu amsamehe pasta, si ndio? Akusamehe wewe. mstari wa 4 samani. Pasta. Kila Mungu mwanaume amsamehe. Kila Kila mwanaume. mwanaume amsifu Bwana. au anapoutubu Ehe. naye amesimikwa kichwa Ehe. waibisha kichwa chake. Unasikia? Wewe pasta muendelee, achana nayo. Tito 3 mstari wa 9. Tito, wamjua Tito? 3 mstari wa ngapi? Leta sikuvuna, wamjua? Mstari wa 9. Ndio. Chamada micho. Lakini maswali ya upuuzi yajiepushe nayo. Maswali ya nini? Upuuzi ujiepushe nayo. Maswali ya upuuzi unjiepushe Nayo. nayo. Tulia hapa. Salim. Kwa video. Chukue sikusikizi. Achana. Ningeomba wale ambao wanazungumza waweze kutulia, tuweze kuomba, tuweze kukamilishia hapo. Muda ni wa dakika 15 break, alafu murundi tuweze Wewe kuendelea. pastor na mzaha tu dakika 15. Wewe kama sili sali 1:30 basi. Onekani ndoro. Hadi dakika 15. Baba yetu utupendaye sana, jina lako litukuzwe, limidiwe milele mfalme. Asante kwa kweli uliotujulisha, ni ukweli ambao ni mzito. Tunaomba tusaidie kwa Roho wako Mtakatifu ili tuende kulingana na ukweli huo, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Demu wangu.